Ufugaji wa kuku unaanza kwa changamoto nyingi sana, ila utakapokuwa makini una uwezo wa kuzipita hizo changamoto, lakini ili uweze kufanikiwa lazima upate changamoto, uzipitie changamoto kila hatua utakayokuwa unapiga, aidha kwa kuku wakubwa au vifaranga, aidha mayai, zote huwaga zinajitokeza changamoto kila sehemu. Nikisemea kwenye kuku wakubwa, aidha kutotaga mayai vizuri au kutaga mayai ovyo. Aidha anapotaga mayai husumbuliwa na wadudu kama vile viroboto, utitiri na wengineo. Kama atakuwa anataga ovyo ovyo, kwa mfano anatagia mapolini, kuna uwezekano wa kupata wadudu, wanyama wengine, kupatwa na wanyama wengine, kwa mfano kama vile vicheche ama nyoka na wengineo. Tukija kwenye upande wa mayai nayo huwaga kuna changamoto ipo. Aidha kuku anapoanza kutaga mayai yakishafikisha siku 14, yakiwa bado hajatamiwa, yale yaliyofikisha siku 14, kuna uwezekano wa kuharibika. Yanaweza yakawa mayai visa kiasi kwamba hayawezi kutotolewa. Kuja kwenye upande labda hata wa vifaranga, mfano kuku ameshatamia tayari na akatotoa vifaranga, kuna uwezekano wa kufa sehemu ya kwanza. Aidha kuna uwezekano labda kuku mwenyewe kutokuwajali sana, aidha wakati wa asubuhi, hasa sehemu kama za baridi, hasa kama sehemu tuliyoko sisi huku kuna ubaridi sana. Kwa hiyo kuna uwezekano sana wa kupoteza vifaranga vingi. Sometime kuku mwema au kuku mzuri mwenye uwezo wa kuatamia na kutotoa vifaranga, hata akishayalea mayai yake vizuri na kutotoa vifaranga vyake vizuri, awe na uwezo pia wa kuwalea. Hii asubuhi kunapokucha huwaga kuna baridi sana, kuku mleaji mzuri huwaga anawalinda vifaranga vyake sasa kwa kutembea kidogo na anatafutia chakula huku na kuwakumbatia tena, anawapasha tena joto. Baada ya hapo tena hivyo na kuendelea. Kwa hiyo hadi pale jua litakapokuwa limekuwa labda baridi imeondoka, kwa hiyo itakuwa joto limeongezeka, hapo atakuwa na nafasi nzuri ya kuwa anawatafutia chakula bila hata kuwakumbatia sana. Lakini ifikapo jioni utamuona hivyo, hata ikiwa mchana kama jua likiwa kali tena ataelekea labda vivulini, lakini ataendelea na mwendelezo wake tu wa kuwakumbatia, kwa sababu vifaranga wadogo wanatakiwa wapate joto ili kuepusha na madhara atakayojitokeza kwa wale vifaranga. Ukiangalia kama huyu kuku ana vifaranga wapo 22, lakini ana maintain kuwalea vizuri, kuna uwezekano wa kukua wote. Kama ukiangalia na wewe umpe ushirikiano, aweza sehemu ya kulala au anapatiwa joto. Kwa sasa sehemu zetu kama nilivyosema awali, sehemu kama hizi huwaga zina ubaridi sana. Kwa hiyo unamtengenezea kwa mfano kama jiko au chemli kama kutakuwepo, au taa za umeme kumsaidia kupasha joto na vifaranga wake, kwa sababu wako wengi, kwa yeye haitotosha sana joto lake. Kama unavyoona video, hawa ndio vifaranga wa wale kuku ambao unawaona awali. Kama ukitaka kutufuatilia